Ndugu zangu, ninayo furaha ya kuwatakia heri ya sikukuu ya Noeli. Leo ninawaleteni ujumbe wa Noeli. Naitwa Abate Dionis wa Pasia ya Ndanda, Mtwara. Tusikilize kwanza habari njema ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristu kutoka Injili ilivyoandikwa na Luka, sura ya 2, mstari 15 hadi 20. Ikawa malaika walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Betlehemu, tukalione hilo lililofanyika, alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Maria na Yosefu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona, wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakistaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Maria akayaweka maneno hayo yote, akayafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huko wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Ndugu zangu, toka Injili hii tuliyosikia, nilichagua neno hasa juu ya mama yetu Bikira Maria alivyopokea habari ya kuzaliwa mtoto Yesu kutoka kwa wachungaji. Akayaweka maneno hayo yote, akayawaza moyoni mwake. Tukisali fungu la Rosari, mtoto uliyemzaa nawe Bikira kama kwanza, tunapata msaada wa kuelewa zaidi fumbo hilo kubwa la kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristu. Tunatafakari fumbo hilo pamoja na mama wa Yesu aliye mama yetu. Nikisali fungu hilo mara kwa mara, mawazo yangu yanakwenda huko Betlehemu. Mwaka 1988 niliweza kutembelea nchi takatifu na kufika Betlehemu, mahali alipozaliwa Yesu. Nakumbuka tulivyoingia kanisa kubwa, tulifika mbele na kuelekea kushoto. Baadaye tulishuka hatua chache na kufikia mahali pa kumkumbuka Bwana Yesu kuzaliwa kwake. Ishara yake ni nyota kubwa iliyochorwa sakafuni. Pale tulipiga magoti kwa heshima kubwa ya kumwabudu mtoto Yesu aliyezaliwa pale miaka kama 2000 ya nyuma. Nilisali, Yesu, nakushukuru kwa kufika hapa duniani na kuzaliwa kwetu. Mara tuliimba, amezaliwa leo mkombozi wetu, tumshangilie leo. Akina mama wakipiga vigelegele. Ndugu zangu,
Betlehemu waka hu 2011 ni popote duniani, ni popote Tanzania, Dar es Salaam, au Mtwara, au Mbeya, au Moshi, popote tunataka kumabudu mtoto Yesu na kumshukuru kwa moyo wote. Ndugu zangu, siku fulani nilitembelea familia ya Kikristo. Baada ya kukaribishwa, mama wa nyumba aliniambia, "Baba, mtoto anataka kukusalimu." Mtoto alinikaribia, akainua mkono wa kulia, nikainama kichwa, akaniwekea mkono wake kichwani. Kwa kweli nimejisikia vizuri sana. Leo tumombe mtoto Yesu atuwekee mkono wake wa kulia, tujisikie kupendwa naye kweli. Tukiwa na mahangaiko, anatutuliza. Tukiuma, anatuponya. Mtoto Yesu ni mwana wa Mungu, aliacha umungu wake na kujiunga na utamaduni wetu. Alitaka kushiriki mahangaiko yetu. Hivyo ndugu zangu, kuzaliwa mtoto Yesu ni furaha yetu kubwa. Furaha hii tusishike peke yetu, tuwashirikishe wenzetu furaha ya Noeli, tukiwawekea mkono wa kulia kama watoto wanavyofanya. Tukifika nyumbani, tuwawekee walio nyumbani mkono wa kulia, hasa watoto na wazee na wagonjwa. Tukiwatembelea jirani zetu au hospitali, tuwawekee mkono wa kulia. Tuambie, huu ni mkono wa baraka wa mtoto Yesu. Huyu mtoto Yesu anakubariki. Your
Ndugu zangu, tukiangalia ulimwengu wa leo, tunakuta katika nchi mbalimbali hali ya vita. Watu wanauawa ovyo kwa bomu kama huko Iraki, Afghanistani na nchi nyingine. Wanawaua waamini wenzao, wananchi wenzao. Tujiulize, mpaka lini uasi huu utaendelea? Sisi viongozi wa dini hatuna nguvu ya kuambia waamini wenzetu, acheni kuua, acheni chuki, tuzike uadui kati yetu, tupatane na tusameheane. Noeli ya mwaka huu iwe sikukuu ya kumlilia mtoto Yesu, tupate amani. Yeye aguse mioyo ya watu, awawekee mkono wa kulia wanaojiandaa kujiua wenyewe na kuwaua wenzao, waweze kuacha uasi na wawe tayari kusamehe. Tuwaombee kwa nguvu zetu zote wauaji hawa, wakatae wakilazimishwa kuwaua waamini wenzao, wananchi wenzao. Watambue kwamba hii si njia bora ya kufika mbinguni. Ndugu zangu, malaika walitangaza usiku wa Noeli amani kwa watu wenye mapenzi mema. Maana yake wanaomwelekea Mungu, wanaomtegemea Mungu, walio wazi mbele ya Mungu. Uwazi huu tunajifunza kwa kuwa wazi kwa wenzetu, tukiwa watu wanaopenda ukweli na kuacha uongo. Mtoto Yesu amezaliwa Betlehemu ili apate kuzaliwa mioyoni mwetu. Tuliunganika na Yesu mara ya kwanza katika ubatizo wetu, tulipobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana Yesu na la Roho Mtakatifu. Tulifanywa mwili wake, yeye akiwa kichwa cha mwili huo. Tulipoadhimisha sikukuu ya komuni ya kwanza, tulimpokea Yesu mdomoni ili aweze kukaa mioyoni mwetu. Yesu alisema, aulaye mwili wangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Yesu alitaka kukaa ndani yetu ili atugeuze kila siku, tufanane naye zaidi na zaidi katika kufikiri, kusema na kutenda. Hayo yote yaliwezekana tu kwa sababu Yesu alizaliwa Betlehemu. Tutamani kumpokea Yesu kila siku katika mawazo na katika Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, mwisho natoa wito kwa wote tunaomwamini Mungu. Tusitumie dini kwa kujiua wenyewe na kuwaua ndugu zetu kwa bomu na baruti. Ikiwa ndugu wanaamini hivi kwamba dini inawasukuma kuua, tuwaombee tukipiga magoti mbele ya mtoto Yesu kwa unyenyekevu wote, na tuombe. Ee mtoto Yesu, uweke mkono wa kulia juu ya ndugu
wanaotaka kuwaua wenzao huko Afghanistani au Iraki au katika nchi nyingine. Uwaokoe na chuki yoyote, uwatulize ili waweze kuishi na wenzao kwa amani. Amani ya mtoto Yesu iwe nanyi daima. Nawatakia heri na baraka ya Noeli. Niliyewaletea ujumbe wa Noeli ni Abate Dionis, mkuu wa Benediktini wa Pasia ya Ndanda, Mtwara.